Au jambo kiongozi. Jambo sana ndugu mtangazaji. Nakumbusha kwamba ni bwana Waobwela Mwila Dalton, msemaji wa SNPCC, kundi yake bwana William Amuri ya Kutumba. Kiongozi, tulitamani kujua kuhusu hali halisi ya huko Nyangezi, Kivu Kusini. Kiongozi nyingine gani? Hali ya Nyangezi sasa hivi adui alitoka Nyangezi akatufata fasi inaitwa Kalunga, ni mubilima, na wakati alitufata tukamupiga tukamufata hadi Nyangezi, na saa hii tunadhibiti Nyangezi mpaka Nyantende. Msikilizaji angetamani kujua mashambulizi yalianza toka saa ngapi mpaka mkafikia kuyakanyaga miguu hapo Nyangezi? Tulianza mapambano na 11h maana yake saa 5 ya asubuhi au tuseme ya mchana, mpaka sasa hivi risasi tuko tunapambana maeneo ambayo inaitwa Nyantende. Nyantende ni kilomita kidogo tu unaingia katika mji wa Bukavu. Na sijui ni kundi gani kiungana na kundi gani ya wazalendo ambayo imefanikisha kuichukua Nyantende, sababu kuna makundi mengi toka maeneo ya Kivu Kusini. Kuna SNPCC ndio yenyewe inapambana, inaongozwa na Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba. Ni zetu pamoja na sisi ambao tulitoka Fizi ndio tunapambana mpaka sasa hivi. Na kiongozi, kuna matumaini ya kuchukua mji wa Bukavu? Tuna matumaini ya kugomboa population, sababu Bukavu mauaji nazidi, ubakaji unazidi, kidnapping inazidi, magari za watu zote zinaenda Rwanda, pesa za watu zote zinaenda Rwanda. Tunashindwa kusipote, tutaangalia kitu ambacho kenye Mungu atafanya, lakini mpango ni wa kuokoa raia yetu ambayo inaendelea kubakwa na kukufa kiolela katika mji wa Bukavu. Tunaitwa na population ndio imetuita. Naam, na kuhusu habari zilikuwa zikizaga kuhusu rushwa, ilikuwa ikisemekana eti kuna kundi wa wazalendo imepokea rushwa, lakini utafauti ulioko ni kuona jitihada mnazoendeshwa na habari zinazoendelea. Sijui unasemaje msemaji? Mambo ya rushwa sisi hatuijui, sisi hatukutoka mteritori ya Fizi ili tukamate rushwa, hapana. Na kuna watu ambao wanaweza chukua rushwa, lakini Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba au SNPCC ambayo inaongozwa naye, sisi hatuna ile ideolojia ya kuchukua rushwa. Na tutachukua rushwa ya nani? Tutachukua rushwa ya agreseri wa kwetu. Mtu anakuja kutunyang'anya udongo, tuchukue pesa zake? Hakuna pesa ambazo hakuna kitu ambacho kinashinda udongo Valeri, ndugu yangu. Hapa tunakuja kufanya kazi na tayari tumefungua kazi. Na kumbusha ni bwana Waobwela Mwila Dalton, msemaji wa SNPCC yake William Amuri ya Kutumba, ambaye anaendelea kuendesha mashambulizi huko maeneo ya Nyangezi, Kivu Kusini. Kiongozi, raia wategemee nini kutoka kwa kundi lenu za wazalendo? Raia wategemea kwamba wazalendo wanabakia tumaini la mwisho, Tuna releve mission ya FRDC ambao wengi wao walichoka, lakini pamoja na hiyo nafurahi FRDC ilifanya walifanya reorganisation, na ile reorganisation na waza tuko na matumaini makubwa kama tutatumika pamoja, na hivi tunaendelea kutumika pamoja, ila tunaomba tu raia iwe derrière armée ya kwao na iwe na confiance ya FRDC, na raia iwe na confiance na wazalendo, sababu armée ni armée loyaliste, inapaswa kufanya madevoir za kwake, na wazalendo pia tunapaswa kutumika madevoir za kwetu. Tunaenda kujibia malalamiko ya raia ambao wanaendelea kuteseka katika mji wa Bukavu. Tunaomba watu wakuwe kimya, hamna shida yoyote, tuko tunarejea Bukavu, saa ni saa, siku ni siku, kwa sababu wengi wetu wamekuwa ndani ya mji deja. Wengi wenu wanakuwa ndani ya mji. Tungetamani kujua mji gani huu ambao wazalendo wa SNPCC wamekuwa tayari? Bukavu sasa hivi kuna wazalendo wengi ambao wako ndani ya mji. Wa SNPCC wengi wako ndani ya mji. Adui M23 au Rwanda inatuangalia Nyantende au inatuangalia katika ndani ya mapori, lakini tayari tumeingia ndani ya mji. Saa ni saa tutageuza mambo, na saa ni saa tutawashika wale ambao wanazagazaga kuendelea kubaka wa ndugu zetu.
Government ya Kinshasa imesema iko tayari kuongea na serikali ya Rwanda. Sijui nini kama wazalendo umepokeaje hiyo? Mazungumzo ambayo serikali itafanya na nchi ya Rwanda haihusu sisi wazalendo. Inahusu serikali lakini haihusu wazalendo, hapana. Tunasubiria ambacho watafanya, lakini hiyo mazungumzo haituruhusu kabisa, sababu sisi hatuwezi endelea kufanya mazungumzo wala hatuwezi ruhusu mazungumzo na watu ambao wanabaka wake zetu, wanaiba mali yetu kuipeleka Rwanda, na watu ambao wanakuja kutunyang'anya nchi. Sisi hatuwezi fanya mazungumzo kama na hiyo. Hiyo inahusu serikali na Rwanda. Sisi hapana, haihusu wazalendo. Uliona kuko aliko yetu. Naam, asante sana, na sijui ungepewa dakika moja uweze kuishauri serikali ya Kinshasa na kutoa pia hombi yako, unalipi la kuongeza kiongozi? Kitu ambacho ninaweza nikaombe kwa serikali ya Kinshasa au serikali yetu, sababu sisi tuko RAD, Reserve Armée de Défense. Naweza ambia serikali yetu ya kwamba ni trahison kufanya mazungumzo na Rwanda, kufanya mazungumzo na M23 RDF sio vizuri. Sisi wazalendo kabisa kwa jumla hatuko tayari kwa mazungumzo hii. Sababu mazungumzo tutafanya sababu gani? Mazungumzo tutafanya kwa sababu Rwanda inatuzidia nguvu? Tutafanya mazungumzo kwa sababu M23 anatuzidia nguvu? Hapana. Tunaomba rais wetu, Rais Tshisekedi, awe na confiance na sisi. Sisi wazalendo tungali na nguvu, na tuko na nguvu, na tuko nyuma yake, na tuko nyuma ya serikali. Hiyo mazungumzo sisi hatuko tayari kwa hiyo, na tunaomba serikali na tunaomba rais kwa kipekee asikubali kabisa hiyo mazungumzo. Bwana Waubwela Mwila Dalton, msemaji wa CNPSC yake Generali Amori William Yakutumba, tulikuwa naye kwenye njia ya simu akitupa habari ya Nyangezi. Kiongozi Zejofa Media inakushukuru sana kwa muda wako. Asante, na mimi na kushukuru zaidi ndugu mtangazaji. Shukrani sana, na uwe na siku njema pia na kazi njema kwako. Asante. Naam, alikuwa ni Bwana Waubwela. Kama nilivyokujuza, tulikuwa tukizungumzia kuhusu kutekwa kwa mji wa Nyangezi, na kwa sasa wazalendo ndipo wametia kambi hapo Nyangezi na kumfukuza huyo ambaye ni M23 kutoka kwenye ngome hiyo ambayo ni udongo wa DR Congo, na wametuhakikishia pia kuhusu kusogea mbele. Banza Alain Taxis ni mimi ambaye nilikuwa mbele ya kipaza sauti, na kuita tena kwenda kulike, kushare na kusubscribe kupitia channel yetu Zejofa Media. Kwa heri na uwe na siku njema.